Karibuni katika Jifunze Kiswahili na Bi Mercy. Hi friends, welcome to Learn Swahili with Bi Mercy. Kwa kweli Bi Mercy amepotea, amekuwa kwenye likizo miezi miwili, lakini sasa Bi Mercy amerejea. Na sasa kama nilivyorejea, nimerejea kwa sababu nimeona wanafunzi wangu wanafanya makosa ambayo nataka kuwakosoa. Kabla tumalize somo letu la kukanusha, ambalo mtaliona kwenye video ijayo, leo nataka niwaonyeshe makosa ambayo wanafunzi wengi wa Kiswahili hufanya. Common mistakes made by Swahili learners or Kiswahili students. Very common mistakes, and you might be one of the victims who is or are making these mistakes. Do you want to learn and unlearn those mistakes? Haya basi. Sasa hapa wacha tuandike mada yetu. Common mistakes made by Kiswahili learners. Nimetumia lugha ya Kiingereza kwa sababu ninajua ninapotumia lugha ya Kiswahili kuna wanafunzi wangu ambao hawaelewi sana. Sawa sawa. Kwa hivyo common mistakes made by Kiswahili learners ni makosa ambayo yanatengenezwa na wanafunzi wanaosoma lugha ya Kiswahili. Sawa sawa. Haya basi. Sana sana ni makosa yanayohusu kutumia vitenzi. Sawa. Si mnakumbuka nikawafunza pale ambapo unatumia nomino kuunda sentensi. Na wacha niwaonyeshe. Maneno sana sana ambayo wanafunzi huwa wanafanya makosa ni kama pale ambapo unasema mimi ninapika. Haya ni makosa. Ama unapata mtu mwingine anasema mimi ninapika. Haya ni makosa. Haya ni makosa. Kwa hivyo njia safi ya kuandika ni nini? Hatutenganishi kitenzi. Sawa sawa? Kitenzi ni kitendo, a verb, a doing word. Sawa sawa? Mimi huambia wanafunzi wangu, when you're playing Simon Says, a verb is anything Simon can tell you to do. Simon says jump. It's an action word. Simon says scream. Action word. Pika, cook. Action word. Kitenzi au kitendo. Sawa sawa? Kwa hivyo, unapoandika kitenzi, huwa hatutenganishi. We don't separate verbs. Kwa hivyo hapa, tunapaswa kusema, mimi ninapika. Mimi ninapika. Vizuri sana. Mimi ninapika la. Ninapika. Naam. Ninapika ni neno moja. Tunaelewana? Kwa sababu pika is a verb. Sasa pale ambapo tuna nomino. Kwa mfano, wacha niwaonyeshe. Mimi nina kalamu. Kwanza kabisa tumesema pika is to cook. Si ni kweli? Pika is to cook. I am cooking. Mimi ninapika. Na hii ndio njia nzuri ya kuandika. Mimi nina kalamu. Hapana. Kwa sababu kalamu is not a verb. Kalamu is a noun. Kalamu ni nomino. Kwa hivyo ukiona mimi nina kalamu, ukiona nomino or a noun, something you can touch, the name of something, an item, unajua hapa ni wakati wa kutenganisha. Kwa hivyo hapa tunapaswa kusema mimi nina kalamu. Na unaweka kikomo, sawa sawa. Na hapo tumepata. You only separate nouns. You do not separate verbs. Tumeelewana? Kwa hivyo hapa nataka tukuje tuseme ama tutaandika hapa. Tutasema kuwa leo tumesoma kuwa tunapoandika sentensi, unapoandika sentensi kwanza
usitenganishe or don't separate, usitenganishe vitenzi. Don't separate the verbs. Sawa sawa, usitenganishe vitenzi. Unataka tuandike katika lugha ya Kiingereza? Haya basi, don't separate verbs. Natumai mmeelewa hayo. Sawa sawa. Kisha sasa hiyo ingine tutasema ni tenganisha nomino au tenganisha sentensi iliyo na nomino. Na nimesema nomino is a noun. Sawa sawa? Nomino hapa, nomino is a noun. Kwa hivyo wewe utafanya nini? You will only separate if it's a noun. If it's a verb, you don't separate. Mimi ninaitwa. Itwa is a verb. Ninaitwa, don't separate. Mimi ninapenda. Penda is a verb, don't separate. Mimi nina nywele nzuri, you separate because nywele is a noun, nomino. Sawa sawa? Natumai umesoma jambo au mambo mengi, na natumai nitakuona somo lifuatalo tunapomalizia kukanusha kutumia wakati ujao, nafsi ya tatu, umoja na wingi. Asanteni kwa kujiunga na Bi Mercy. Kwa heri ya kuonana.